Usiku wa saa 7 kamili, mbwa wote wa kijiji cha Mwambao walianza kulia kwa pamoja. Si kwa sababu ya mbwa mwitu, si kwa sababu ya wizi, bali kwa sababu nyuma ya nyumba moja ya udongo kulikuwa kunachemka sufuria kubwa. Na ndani yake hakukuwa na wali, hakukuwa na maharage. Kulikuwa kunachemshwa maji yaliyotoka kaburini. Na mwanamke aliyekuwa anachochea sufuria hiyo alikuwa anajua kitu ambacho kijiji kizima hakikujua. Kijiji cha Mwambao kilikuwa na historia ya amani, lakini ndani ya miezi miwili watu 3 walikufa kwa mazingira ya ajabu. Hakuna sumu, hakuna jeraha, hakuna ugonjwa unaoeleweka. Mwili unalala, asubuhi hauamki. Ndipo hofu ikaanza kupenya kama moshi. Uvumi ukazaliwa. Kuna mtu anacheza na roho. Na kila uvumi ulipokuwa, jina moja lilianza kusitika polepole: Neema. Mjane wa miaka 34, mume wake alikufa miaka 3 iliyopita kwa ajali ya pikipiki. Tangu siku hiyo, Neema hakuwahi kuwa yule wa zamani. Alikaa peke yake, alifanya kazi ndogo ndogo, hakuchanganyika sana na watu. Lakini jambo moja lilikuwa la ajabu. Kila mazishi yalipofanyika kijijini, usiku uliofuata, taa yake ilikuwa hai na moshi ulikuwa unatoka nje ya nyumba yake. Maisha ya Neema. Neema alikuwa na mtoto mmoja, Baraka, miaka 8. Baraka alikuwa dhaifu sana kiafya. Alikuwa akizimia mara kwa mara. Watu wengi walijua hilo, lakini hawakujua alichokuwa anapitia Neema kimoyomoyo. Kila usiku alikesha, si kwa sababu ya uchawi, bali kwa sababu Baraka alipata ndoto za ajabu. Alikuwa akipiga kelele usingizini, "Mama, wanakuja, wanaita jina langu." Neema alianza kuogopa, lakini hofu yake iliongezeka zaidi pale alipoanza kuona kivuli kikipita dirishani kila saa 6 usiku. Siku moja kijana wa kijiji aitwaye Daniel alifariki ghafla. Alikuwa mzima kabisa mchana. Usiku akalala, asubuhi hakuamka. Mazishi yalifanyika haraka. Usiku huo, Juma, kijana jasiri wa kijiji, aliamua kufuatilia. Alijificha karibu na makaburi. Saa 6 usiku, kivuli kilionekana. Ni Neema, akiwa amevaa shuka jeusi, akiwa amebeba chupa. Alipofika kaburini, hakuchimba. Alipiga magoti, akachota maji yaliyotuama juu ya udongo. Lakini kabla hajaondoka, alisema kwa sauti ya chini, "Samahani, sina njia nyingine." Juma akatoka mafichoni, "Umekamatwa." Neema alishtuka. Chupa ikaanguka chini, maji yakamwagika. Kijiji kinawaka moto. Asubuhi yake baraza liliketi. Neema aliletwa katikati. Watu walikuwa na hasira. "Anaua kwa uchawi, ndio maana vifo vinaongezeka." Neema alinyamaza, hakujitetea. Kimya chake kilionekana kama kukiri, lakini macho yake yalikuwa na hofu isiyo ya kawaida. Mzee wa kijiji akamuuliza, "Kwa nini unachukua maji ya makaburi?" Neema akasema taratibu, "Kwa ajili ya mwanangu." Watu wakacheka kwa dharau, lakini hapo ndipo siri ilianza kufunguka. Baraka alianguka ghafla mbele ya baraza. Mwili wake ukatetemeka. Alianza kusema kwa sauti isiyo yake, "Si yeye, si yeye, yupo mwingine." Kijiji kikabaki kimya. Baraka akaanguka chini kama amezimia. Neema akapiga kelele, "Niliwaambia." Watu wakatazamana. Hofu ikaanza kubadilika kuwa mashaka. Je, Neema alikuwa mchawi au alikuwa anajaribu kupambana na kitu kikubwa? Usiku huo, mzee mmoja wa zamani alimfuata Neema kwa siri. Akamwambia, "Najua unachokifanya, lakini hujui unachopambana nacho." Neema akamwangalia kwa mshangao. Mzee akasema, "Maji ya makaburi hayataokoa mtoto wako. Kinachomtafuna Baraka si ugonjwa, ni kiapo cha zamani kilichovunjwa." Neema akatetemeka. "Kiapo gani?" Mzee akasema kwa sauti ya chini, "Kilichofanywa hata kabla wewe hujazaliwa." Neema akagundua tatizo halikuwa juu yake pekee. Kulikuwa na siri ya kizazi. Usiku uliofuata, moto ulioonekana kwa Neema haukukuwa wa kawaida. Mwanga wake ulikuwa mekundu na sauti za kunononezwa zilisikika hewani. Kijiji kilipoamka asubuhi, kaburi la Daniel lilikuwa limefunguliwa, lakini mwili haukuwepo.